za utekelezaji wa mradi huu. Asanteni sana. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa na wananchi wenzangu, kwa kutambua umuhimu wa mradi huu, serikali yetu iliendelea kutekeleza kwa uzito unaostahili hadi kukamilika kwake. Hatukuwa na namna ya kuacha kutekeleza mradi huu kutokana na umuhimu wake mkubwa kwa maendeleo ya nchi yetu. Hakika ni furaha kubwa kwetu sote kushuhudia kukamilika kwa mradi huu ambao kwa miaka mingi umekuwa sehemu ya mipango na jitihada za taifa letu ili kuhakikisha tunakuwa na nishati ya kutosha na ya uhakika kwa ajili ya shughuli mbalimbali za maendeleo na ustawi wa wananchi. Tarehe 22 Disemba mwaka 2022 nilikuja kushuhudia kufungwa kwa njia ya kuchepusha maji ya mto Rufiji na kuanzisha rasmi ujazaji wa maji katika bwawa hili ambalo ujaji wake ulitarajiwa kuwa ndani ya kipindi cha miaka mitatu. Kwa neema ya Mungu, bwawa hili lilijaa ndani ya mwaka 1.5 na kuanza majaribio ya uzalishaji umeme. Kwa furaha kubwa leo tumekutana tena katika eneo hili kwa ajili ya ufunguzi wa mradi huu kwa kuwa umekamilika. Nilipowasili hapa leo nilipata fursa ya kuzindua kituo cha kuzalisha umeme na kutembelea mitambo yake pamoja na kutembelea tuta kuu na kituo cha kupokea na kusafirishia umeme kwenda kwenye gridi ya taifa. Hapa niwaambie kwamba kila kitu kimekamilika na kinafanya kazi, hatua ambayo ni fahari kubwa kwa taifa letu. Tunasema ndoto imetimia na mpango umewezekana. Kukamilika kwa mradi huu kunatufundisha jambo muhimu katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati, kwamba uamuzi wa kuanza kutekeleza ni jambo moja, lakini kinachoamua mafanikio ni nidhamu ya ufuatiliaji, uwezo wa kuhimili changamoto na kusimamia malengo tunayojiwekea. Nami nilirithi vyema mambo hayo. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa na wananchi wenzangu, utekelezaji wa mradi huu una historia ndefu. Katika hili nianze kwa kumshukuru Baba wa Taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa maono na fikra zake za kutumia mto Rufiji kwa ajili ya kuzalisha umeme wa uhakika na kutosheleza kwa ajili ya shughuli mbalimbali za maendeleo ya nchi yetu. Pamoja na Baba wa Taifa, nawashukuru sana Rais wa awamu ya pili hayati mzee wetu Ali Hassan Mwinyi, Rais wa awamu ya tatu mzee wetu hayati Benjamin William Mkapa na Rais wa awamu ya 4 Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kwa kuendeleza na kuenzi maono na fikra hizo za Baba wa Taifa. Ni dhahiri kwamba safari ya mradi huu haikuwa nyepesi. Tulikumbana na upinzani wa ndani na nje ya nchi katika awamu mbalimbali za uongozi wa nchi yetu na hata katika hatua za utekelezaji wake. Hata hivyo, mwaka 2019 serikali chini ya uongozi wa Dr. John Pombe Magufuli haikutaka kuyumbishwa tena. Iliendelea kuhakikisha fedha zinapatikana, changamoto zinatatuliwa na kazi inaanza. Tunamshukuru sana Dr. John Pombe Magufuli kwa ujasiri aliouonesha. Serikali ya awamu ya sita ilisonga mbele, ikasema kazi iendelee hadi kukamilika kwa mradi huu. Shukrani kwa mawaziri wote waliosimamia mradi huu. Profesa Muhongo, ndugu yetu Kalemani, January Makamba ambaye mimi naye tulipokea mradi huu kwa 33% na mpaka anatoka kwa 91%. Lakini vile vile naibu waziri mkuu mstaafu ndugu yetu Doto Biteko mheshimiwa, na sasa Mheshimiwa Deo Ndejembi. Tunawashukuru sana kwa juhudi mlizofanya mpaka mradi huu leo tumekuja kuuzindua. Swala la kuzingatia hapa ni kwamba tunapofanya maamuzi yenye maslahi kwa taifa, hatupaswi kukata tamaa
kwa sababu njia ya kufanikisha imekuwa ngumu, bali tunapaswa kuwa na uthubutu na uthabiti wa kuyasimamia maono na maamuzi yetu ili kufikia malengo tuliyojiwekea na manufaa tunayoyatarajia. Kwa kutambua mchango wa marais wote walionitangulia, leo hii tumewapa tunzo kwa mchango wao. Ndugu zangu, mnakumbuka pia tulipokuja kufunga na kuruhusu maji sasa yaingie kwenye bwawa, tulitoa kumbukumbu, tuliweka kumbukumbu. Tulichukua mawe katika eneo ambalo tulianza kujaza maji, na tukasema mawe yale hatutayaona tena maishani mwetu. Labda ili ziwa, mimi sisemi bwawa, labda ili ziwa likauke kabisa kabisa, ndio mawe yale yataonekana. Lakini kwa kuwa mradi huu una umri wa miaka zaidi ya 100, mawe yale hayatashuhudiwa kwa generation 2 au 3 baada ya sisi kuondoka. Kwa hiyo tukachukua mawe yale tukayatoa zawadi kama ukumbusho wa eneo hili, na leo tumekamilisha, tumetoa tuzo kwamba mradi huu sasa umekamilika. Katika safari hii iliyokuwa na mabonde na milima, tulitembea pamoja na wenzetu, na hapa napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Kiarabu ya Misri chini ya uongozi wa Mheshimiwa Abdel Fattah el-Sisi kwa kushirikiana katika ujenzi wa mradi huu na kutukabidhi kampuni za Arab Contractors na Elsewed Electric kushiriki katika ujenzi wa mradi huu, kazi ambayo wameifanya vyema. Asanteni sana ndugu zetu wa Misri. Hatua hii inaonyesha namna ambavyo nchi za Afrika zikiungana na kushirikiana zinaweza kutekeleza mambo makubwa kwa ustawi wa watu wetu, lakini pia kwa bara lote kwa ujumla. Kwa dhati kabisa natambua na kuwapongeza wahandisi, mafundi, kamati za wataalamu na wafanyakazi wote wa Tanzania ambao walishirikiana na wakandarasi katika kutekeleza mradi huu. Hakika mmefanya kazi ya kizalendo. Hongereni sana na jambo letu limekuwa. Ninapomalizia shukrani zangu, nawiwa kuwashukuru sana wananchi wa maeneo yanayozunguka mradi huu pamoja na viongozi na watendaji wa mikoa ya Pwani na Morogoro kwa ushirikiano mzuri mlioutoa katika kutekeleza mradi huu. Asanteni sana na hongereni sana. Kama tulivyosikia, kituo hiki kinachangia nusu ya umeme unaotumika nchini hivi sasa. Ongezeko hili limesaidia kuondoa kadhia iliyokuwepo ya kukatika kwa umeme mara kwa mara na kusababisha usumbufu kwenye uzalishaji viwandani, utoaji wa huduma ikiwemo mahospitalini na hata matumizi majumbani. Megawati zinazozalishwa na kituo hiki zimeongeza uwezo wetu wa kuzalisha na kuwa na akiba ya kutosha ya umeme. Hivyo basi, tuna imani kwamba mradi huu utaongeza fursa za biashara, uwekezaji, uzalishaji, kutengeneza ajira na kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja na pato la taifa kwa ujumla. Hivyo natoa wito kwa wananchi kuchangamkia fursa zitokanazo na mradi huu. Ndugu wananchi, tunavyoendelea mbele, ili umeme huu utumiwe na wananchi wote, ni lazima tuendelee na ujenzi wa miradi ya kuimarisha gridi ya taifa, ikiwemo ujenzi wa njia za umeme ya kilovati 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma, ambayo waziri ameieleza hapa, yenye urefu wa kilomita 345, lakini vile vile upanuzi wa kituo cha kupokea na kupoza umeme kule Zuzu mkoani Dodoma. Na furaha kuwajulisha kwamba njia hiyo ya umeme imekamilika na imeshawashwa rasmi juzi tarehe 20 Agosti 2026, na sasa Dodoma umeme ni wareware. Hakuna tena kukatika, labda hitilafu za kwenye mitambo, lakini 24/7 Dodoma umeme wa uhakika. Na jambo jingine ni kwamba muda baada ya muda tulikuwa tunaibia umeme wa SGR, lakini sasa line ya Dodoma imekamilika
SGR ina umeme wake na haitaingiliwa kwa aina yoyote ile. Njia hiyo ya Dodoma itaendelea kusafirisha umeme unaozalishwa katika bwawa la Mwalimu Nyerere kwenda mikoa ya kanda za nyanda za juu kusini, kanda ya kati, kanda ya ziwa, kanda ya magharibi na kanda ya kaskazini kupitia kituo kile cha Zuzu. Hivyo nikutake Waziri wa Nishati pamoja na TANESCO kuhakikisha miradi hii inakamilika kwa haraka ili umeme ufike katika kanda hizo kwa haraka. Pamoja na uwekezaji mkubwa tunaofanya katika ujenzi wa njia kuu za kusafirishia umeme, serikali imeendelea kupanua wigo wa upatikanaji wa huduma ya umeme kwa wananchi kote nchini. Hadi sasa vijiji vyote 12,318 na takriban 62.4% ya vitongoji vya Tanzania bara vimefikiwa na umeme. Dhamira yetu ni kuhakikisha nchi yote inapata umeme ifikapo mwaka 2030, na nadhani tutafikisha lengo hili kabla ya 2030. Nawapongeza wakala wa nishati vijijini REA kwa hatua hii nzuri, na niwatake kuongeza kasi ya kusambaza umeme katika maeneo yaliyobaki. Lakini pamoja nao tunawapongeza wadau wa maendeleo, African Development Bank na World Bank, nao pia wanatupa nguvu katika kupeleka umeme kwa haraka vijijini. Tunawapongeza sana. Sasa ndugu zangu, tutakapokamilisha kazi hiyo na tunavyoendelea kuvutia uwekezaji ndani ya Tanzania, mahitaji ya umeme yanaongezeka kuwa makubwa. Umeme tunaosema leo tuna akiba ya kutosha, pengine baada ya miaka 3-4 mbele akiba hii itakuwa haitoshi, na kwa maana hiyo tunaendelea kutafuta au kuzalisha umeme kupitia vyanzo vingine kama jua, upepo, thermal na vyanzo vingine ambavyo vitakuwa vinatosheleza kutupa umeme. Lakini mahitaji haya, kuna kipindi nilisikia minong'ono wakati tunasema bwawa limekamilika. Kuna watu walikuwa wanasema limekamilika lakini ni white elephant. Nilijitembo jeupe limelala halina kazi, kwamba hakuna matumizi kwa sababu hakuna njia kuu za kusafirishia umeme. Sasa ujenzi wa njia kuu ni kama nilivyoeleza, unaendelea kwa kasi kubwa, na mradi huu ni mradi wa manufaa makubwa kwa taifa na sio white elephant. Ndugu zangu, ili mradi huu uendelevu kwa miaka mingi ijayo, tuna wajibu wa kutunza, kuhifadhi na kulinda mazingira pamoja na vyanzo vya maji vinavyoleta maji kwenye bwawa hili. Hivyo nitoe wito kwa wananchi wote kuhakikisha tunatimiza wajibu wetu. Niwatake Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Wizara ya Nishati, Wizara ya Maji na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kuratibu na kusimamia kwa karibu zaidi juhudi za uhifadhi wa mazingira na vyanzo vya maji katika maeneo yanayohusiana na mradi huu. Hiyo itafanya mradi huu uishi kwa miaka mingi zaidi. Nataka nizungumze jambo jingine hapa. Tumeanza kusikia taarifa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kwamba miezi michache ijayo tutakabiliwa na mvua kubwa za El Nino. Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kwenda kujitayarisha kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa kwa wananchi wetu. Kwa niwaombe sana, tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe ili mvua hizi zisilete madhara kwa wananchi wetu. Kwa Watanzania wenzangu, sote kwa pamoja tushirikiane katika kuilinda miundombinu hii ambayo tumeijenga kwa gharama kubwa,
Tusikubali wala tusitoe nafasi miundombinu hii kuharibiwa. Kamati za ulinzi na usalama mikoa na wilaya, shirikianeni na wananchi kwa kuweka mikakati mahsusi ya ulinzi shirikishi ili kulinda miundombinu yetu tunayoijenga kwa gharama kubwa, sio tu hapa, lakini kote ambako tunajenga miundombinu ya kitaifa kwa gharama kubwa.